mambo vipi? Bwana fresh kabisa. Pole na majukumu. Tunashukuru Mungu, alhamdulillah, majukumu yanaendelea. Kubwa zaidi lakini GB tunafahamu ya kwamba kuna kitu kinaendelea kwenye mitandao ya kijamii hivi sasa mara baada ya tiketi ambazo zilinunuliwa kuelekea mechi ya Simba dhidi ya RS Berkane ambao ulitarajiwa, watu wengi walidhani utapigwa katika uwanja wa Mkapa, lakini imekuwa tofauti. Taarifa kutoka kwenye klabu yenu ya Simba ni kwamba tiketi hizo zitatumika kwenye siku ya Simba Day. Kila mtu amepokea kivyake. Hebu tuambie kwanza wewe ili umelipokeaje? Ukiona mtu kapokea tofauti, ujue huyo sio mwana Simba. Kwa sababu ili uwe mwana Simba lazima usikilize viongozi wako wa Simba wanaongea nini. Alafu sisi tulishaongea Simba na tumelizika, si hata kama zingekuwa hazitumiki. Sawa, kwenye hiyo Simba Day sisi tulikuwa tuko tayari. Sisi tumetoa pesa kwa ajili ya kuisupport timu yetu. Kwa sababu get correction ni kwa ajili ya kuisupport timu yetu. Kama imetokea mechi imefanya nini? Imehamishwa, imepelekwa Zanzibar. Wewe ulitaka viongozi wafanye nini? Umeelewa? Kwa sababu lengo, nia na mazumuni ni kuisupport timu, kwa sababu hata ukienda ukiangalia mechi tayari bado utabakia pale pale, umeenda kuisupport nini? Kuisupport timu. Kwa hiyo sisi zile pesa tumetoa kwa ajili ya kuisupport timu. Kwani hatukuchanga hapa faini ya milioni 100? Tulichanga. Kwani tuliangalia mechi gani? Umeelewa? Kwa hiyo ni vitu vya kawaida sana kwa mwana Simba. Sawa, mwana Simba mwenyewe halisi aweze akazungumza hili swala. Kwanza aweze akajitoa mchezoni. Kwa sababu vitu kama hivi vinaweza vikawatoa viongozi mchezoni. Na viongozi ndio wazazi wetu ambao wanaelea ile timu. Na sasa hivi wako katika hali ngumu, bado siku 5 kuelekea kwenye kitu cha thamani kubwa kuliko hizo tiketi. Tukichukua lile kombe kuna bilioni takribani 7 unazipata. Si umeelewa? Sasa unazipataje ikiwa hamko katika slogan ya Simba nguvu moja? Kwa hiyo sisi wana Simba wala tuongelee hilo swala. Umeelewa Mimi ndo nawakilisha wana Simba wote. Na nimeongea jana wamenielewa. Umeelewa? Nimeangalia comment wana Simba wamenielewa. Hakuna hata mwana Simba mmoja ambaye anaweza akahoji kuhusu masuala ya nini? Swala la tiketi. Viongozi sio kama lile swala wamelipenda, wamepambana kwa nguvu zao, wamejitahidi kupambania timu yetu ili iweze kuchezwa mechi Benjamin Mkapa, lakini imeshindikana. Umeelewa? Na taratibu za Benjamin Mkapa tofauti na kule. Tungesema kwamba hizo tiketi zitumike katika mechi hii, ina maana Wazanzibari sasa wenyewe kule wasingeweza kufanya nini? Kuingia uwanjani, kwa sababu huku tayari tulishazidi watu 20,000. Uwanja unabeba capacity ya watu 10,000 ngapi? 15. Hao wengine wangekaa wapi? Sasa ili kuondoa mgongano na wale wenyeji wenyewe wapate morali ya kuiombea timu mazuri, basi at least na wao waje uwanjani. Umeelewa? Sisi watu wa Dar es Salaam, watu wa mikoa mbalimbali tutakwenda wa Tanzania bara kule. Lakini na wenyeji lazima wapatikane. Uwezi ukaingia kwenye nyumba ya mtu unakaribishwa chakula mwenyewe, alafu hivi uende kwenye nyumba ya mtu wewe mgeni unaitengewa chakula alafu mwenyewe hali anakaa pembeni. Unaweza kusema huyu kaniwekea sumu. Kwa hiyo wenyeji lazima wawepo na utule nao. Umeelewa? Sasa tutakulaje nao ikiwa chakula tushakimaliza? Kwa hiyo hili sasa tule nao pamoja, manake kitengo chakula kilichokuwa kipya. Na ndio maana tiketi zile zimewekwa pembeni. Sana kwa busara zaidi viongozi wetu wana uweredi. Wamesema kabisa kwamba hizi tiketi zitatumika kwenye Simba ni Simba Day. Simba Day haina hata miezi 3-4 mbele. Tutaenda kushuhudia Simba yetu mpya. Simba akina Faisali, Simba akina Maburu, Simba ya wachezaji chungu mzima, Simba akina Pakome Zuzwa. Kwa hiyo ni sawa umekata tiketi ikiwa mtu Simba ina nani? Mbona unanitajia watu ambao hawapo kwenye timu yako? Si ndio Simba mpya? Kwani Simba Day ni Simba gani? Si utambulisho wachezaji wapya? Sasa mbona umestuka? Mimi nakupa kodi hizo. Simba akina Faisali, Simba akina Pakome, Simba akina Maburu, Simba akina Kiple Junior. Umeelewa? Ni sawa sana mtu Ulaya wenzetu wananunua tiketi msimu mzima. Sasa mtu ananunua tiketi msimu haujaanza kashanunua tiketi. Mechi anaenda mechi ya mwisho. Sasa wale si wangelalamika. Sasa wewe kuna ubaya gani kununua tiketi ya Simba Day? Kwa hiyo ni kitu kile kile tu. Kwa hiyo sisi wana Simba ukimwona mtu anaongelea sana ujue huyo sio mwana Simba. Huyo ni adui yetu. GB, kwenye hili limekuja kuonekana kwamba imekuwa ni kitu cha kawaida. Kuna mashabiki hawa ambao wamenunua mechi ya tiketi ya finali ndio ambao walinunua tiketi ya dabi, ambao dabi hadi leo haina muafaka kama itapigwa au haitapigwa, lakini bado shabiki akawa na moyo wa kuisupport timu, kanunua tena katika mechi ya finali ili akaweke historia na timu yake. Lakini taarifa hii tena inakuja kuwa tofauti. Huenda sababu hii inawavunja mashabiki wengine moyo, hata ukisoma comment kwenye page ya Simba. Unajua kuna vitu kama vingekuwa vya makusudi, mimi wasifichagi kitu, mimi ni black and white.
hata viongozi wangu wananifahamu. Mimi sinaga, yani sinaga kaba. Kama likitokea jambo ambalo linatuhusu maumivu sisi mashabiki, mimi uwaga kuambia ukweli ni kitu cha kawaida kwangu. Lakini kwa hili mimi ninawatetea, hawakupenda ili swala litokee. Busara walioitumia ni it's enough. Inatosha sana kwetu sisi. Umeelewa? Sasa wangefanya nini kwa mfano? Umeelewa? Kwa sababu tiketi unayo wewe, tiketi iko kwenye kadi yako, ile ni pesa, haipotei, ushaambiwa. Mimi nakupa mfano mechi ya klabu Constantine. Tulifungiwa, lakini tiketi tulishakata. Tulikuja tulizitumia tiketi mechi ya pili ya robo finali. Umeelewa? Na Almasi, mimi nimeenda nimetumia ile tiketi. Kwa hiyo tiketi haipotei, kikubwa wewe tunza kadi yako. Ambao ndio tiketi yako, kwa sababu hela yako iko ndani ya kadi yako. Si umeelewa? Kwa hiyo hilo wala watu wasitie doubt. Tukajitoa mchezoni, umeelewa bwana? Tukatoka kwenye slogan yetu ya Simba nguvu moja, kwa sababu hawa upande wa pili ndio wanaochochea huu moto. Sasa huu moto unazimwa na kina JB 64. Wana Simba wote hatuko tayari kuiona Simba yetu tunavaragana kuelekea kwenye mechi tarehe 25. Kwa hiyo kikubwa tunaangalia mechi yetu, tiketi tushapoa ufafanuzi kwamba tiketi tutazitumia katika Simba Day. Unakumbuka mechi ya Simba na Yanga ile? Ya msimu wa 21-22 iliyoahirishwa ile, iliyosogezwa mbele. Mechi ikavunjika. Ile tulikata tiketi. Kwani zilipotea? Tulikuja tukazitumia tena baadaye. Ili tiketi za Yanga hizi mechi ya Yanga. Hiyo swala la Yanga litawahusu Yanga. Sisi Simba alituhusu. Tumekata tiketi na hela tayari wanazo Yanga. Dabi ile tiketi yangu nao mpaka sasa hivi mfukoni. Ina maana wanayo nani? Wanayo Yanga. Kwa hiyo mimi nasubiria tu tarehe ya mechi ikishapangwa, mimi naenda na tiketi yangu. Nisipoingia pale ikikataa kupunch, hapo ndo atanijua mimi nani. Lakini kikubwa kwa Simba yangu, mimi najua nimeenda nimeisupport timu yangu. Mimi sina hata ningeambiwa kwamba bwana hiyo tiketi zimekufa. Mimi sina shaka nimeisupport timu yangu. Kama nalipia kadi 20,000 na 30 na natoa hela hapa naenda Zanzibar. Karibuni laki na natumia. Natoka hapa naenda Manyara, si naenda Mwanza, naenda wapi? Sasa iwe leo kakaangu Kisugu ametoa dola 1250. Mzaramu kakaangu katoa dola 1250. Dada yangu bibi harusi Mziwanda ametoa dola 1250. Pasi milioni dola 1250. Kina Azim Dewji wanatoa mahela mangapi kwa kwenda kuisupport team? Sasa shilingi 30,000 hivi Mzaramu anaweza kanungunika 30,000. Umeelewa? Lakini kikubwa tunachoangalia tusitoke mchezoni. Hii mechi ni kubwa. Hii mechi tuna deni la goli 2. Tukiwa pamoja ndo tuna uwezo wa kuipangua hii mechi. Lakini tukianza migongano 30,000 na fly inayokuja vitu vili tofauti. Mimi naamini tukishachukua ubingwa watu watasema hata tiketi. Mimi tiketi yangu mimi nahesabu imekufa. Mimi nimechangia timu. Kama mtachukua ubingwa au sasa hivi. Hata kama sijachukua ubingwa, mimi nishaichangia timu. Watu wanatoa mabilioni mangapi? Mwa anatoa bilioni ngapi? Hivi wewe pesa alosajiliwa Mpanzu wewe na hela yako shilingi 30,000, hivi ni hela kweli? Si sana kuchukua sukari, kiloba cha sukari ukakitia baharini afu ukataka bahari ibadilike isiwe chumvi iwe na sukari. Au uchukue kijiko kimoja ukitia kwenye pipa la maji la lita 100, afu utaki yale maji yabadilike yawe na utamu. Watu wanatoa pesa, watu wanapigika. Watu wanatoa hela zao. Umeelewa? Kwa hiyo wana Simba na wasi, yani minongono isiwepo. To focus kwenye mechi yetu. Kuna kitu kikubwa kinakuja zaidi ya hichi. Mimi nadhani watu wana Simba wote tutasahau. Umeelewa? Ni vitu vya kawaida sana. Tuchukulie klabu Constantine, wale nani SS of Action. Walikata tiketi wale full house. Mwisho wa siku wanaambia hapa mmefungiwa, hamruhusiwi kuingia uwanjani mechi na Simba hiyo. Wakatafuta mabigi screen tena waliambiwa wakae mita 200. Wakaweka mabigi screen yao wakasema mechi hizo hela tumechangia nini? Tumechangia klabu yetu. Sasa iweje Simba yani viela vidogo tu hivi shilingi 30,000, 7,000, 8,000. Ni vitu vya kawaida sana katika nini? Katika mpira. Mimi naona pale tumetoa nini michango yetu. Alafu swala la mechi kuhamishwa vile vile tumshukuru Mungu. Kwa nini tena? Umeelewa? Kwa sababu Mungu ana makusudio yake. JB, mara ya mwisho wewe ndio ulikuwa umechukia kusikia taarifa za mechi kuhamishwa. Sasa hivi tena unasema tumshukuru Mungu. Kivipi yani? Kuchukia sio mimi tu, hata mitume inachukia. Umeelewa Musa hakuua. Aliua. Si mtume yule. Lakini Mungu si alimsamehe. Si umeelewa?
Kitu kinapokuja ile constant pale pale pap, lazima unakuwa unakosa maamuzi ya nini? Ya busara. Si umeelewa? Tulichopaniki sisi ni swala la kuikosa finali. Mimi nina uwezo wa kwenda kama GB 64. Mimi nina uwezo wa kuambia mashabiki wangu sasa wako Marekani, kuna Mr Kennedy Marekani. Sasa hivi nikimwambia tu bwana nataka kwenda Zanzibar, dola zinamiminika. Kuna bwana Abdurrahman yuko wapi? Yuko Oman. Kuna watu wako South Africa, watu wako Mozambique. Dakika sifuri tu simu inajaa hii, mimi naenda hata ndege nikiamua kwenda na ndege naenda. Hata mzee wangu Azimdeuji nikimwambia nataka kwenda Zanzibar, tena hawezi kunipandisha meli kwa sababu anajua ukubwa wangu. Lakini tunachoangalia majority of the people. Hata South Africa uhuru wa kwanza wameupata 1910. Lakini ulikuwa unaitwaje? Minority independence. Ni uhuru wa watu wachache. Kwa nini Mandela akawa anaendelea tena kudai uhuru? What he want nini? Majority independence. Ndio akaupata 1994. Si umeelewa? Na akatiwa mpaka jela. Kwa nini? Anatetea watu wengi. Ndio sisi sasa. Mimi uwezo wa kwenda uwanjani popote na Simba yangu uwezo huo nao. Iwe kwa pesa yangu, iwe kwa pesa ya watu, mashabiki wangu. Lakini tunaotetea ni wana Simba. Kuna baadhi ya wana Simba hawana nini? Hawana huo uwezo. Ndio maana tukaamaki. Tulichoangalia sisi capacity ya uwanja wa Benjamin Mkapa watu 75,000 na tiketi si cha watu. Wataendaje Zanzibar? Mtu ana uwezo wa kutoa 10,000 akakata tiketi. Lakini kutoa 70,000 tu ni floor, analala wapi? Anakula nini mpaka angalie mechi? Lazima uwe na laki, anaitoa wapi laki? Lakini sasa kwa sababu kitu kishakuwa, Mungu akishasema kun fayakun, kitu kiwe kinakuwa. Mungu yeye ana makusudio yake kuipeleka kuihamisha ile mechi kutoka wapi? Benjamin Mkapa kuipeleka wapi? Zanzibar. Si umeelewa? Kuna kitu Mungu kakiona Benjamin Mkapa. Kaiona mikono ya watu wabaya, kaiona mikono ya mashetani, kaiona mikono ya majini, kaiona mikono ya wachawi. Mbona kama umegeuka mhubiri tena? Sijui umeelewa? Ndio maana mechi akaipeleka wapi? Zanzibar. What I know, Mungu ndo each and everything. Si umeelewa? Kwa hiyo hamna mwana Simba yoyote atakayepaswa kulalamika eti nimeshakata tiketi, mechi imeahirishwa. Wewe unajua kadari za Mungu? Wewe unajua Simba amepangiwa wawe bingwa wapi? Si umeelewa? Kwa hiyo kila kitu tumwachie nani? Tumwachie Mungu. Tuwe na shukrani. Kwanza wewe kitendo cha timu kufika finali unatakiwa uwe na furaha. Mungu amekupendelea. Kuna watu timu zao walikuwa wanasema kwamba timu yao wao wachezaji wako pamoja na wana wachezaji wakubwa na wachezaji wazoefu wenye uwezo mkubwa, lakini robo finali hawakwenda. Unamwona Mungu alipokuwa ajabu. Wewe una timu ya kuungaunga, timu ambayo ndio kwanza inatengenezwa wachezaji 17 wapya ndani ya timu yako. Direct to the final. Wewe uone kama Mungu amekupendelea. Sasa kwa nini leo unamlaumu Mungu kwa hili? Yaani jambo dogo kakutoa kuanzia unaanza na wachezaji wako wapya, una Okajefa mpya, una Mutale mpya, una Ateba mpya, una Mkwala mpya, una Mpanzu mpya, una Duchu mpya, yani kila mchezaji ni mpya ndani ya Simba. Una Mavambo mpya, una Kamara mpya, una benchi la ufundi jipya. Umeelewa? Lakini kulikuwa na watu wana wachezaji wa zamani ambao wamekaa muda mrefu na wamejiunga na kocha wao. Si umeelewa? Lakini wameshindwa kwenda nini? Robo finali. Wewe unavuka unaenda mpaka finali. Uone kama Mungu amekupendelea. What do you want from God? Lazima to give respect to God. Instead otherwise tunaweza kuipoteza nini finali? Mungu hapendi watu wasiokuwa na shukrani. Anaweza kusema kumbe hao wapuuzi hao. Ngoja wafungwe. Lakini tukikaa kimya tukasema alhamdulillah Bwana Mungu alichopanga ndo amefanya nini? Amepanga. Kwa sababu yeye aishasema kun fayakun. Basi biashara imeisha. Tutapata mafanikio pale. Si umeelewa? Kwa hiyo tuheshimu kudra za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaani hicho ndio kikubwa. Rudi kwenye dini. Chochote kinachokutatiza kwa chini ya jua, rudi kwa Mungu. Si umeelewa? Rudi kwa nani? Kwa Mungu. Ndio utajua ukubwa wa nini? Ukubwa wa hichi kitu. Umeelewa? Kwa sababu atakayetazama mechi live na atakayetazama mechi kwenye TV the same like. Tena wewe inawezekana ukawa unaona vitu vingi kuliko yule atakayekuwa uwanjani. Mimi kuna mechi magoli mengine sijayaona. Niko uwanjani. Unashangaa tu kamba, unaongea na mtu huko kamba, marudio hakuna. Lakini wewe unakaa unaangalia. Una uwezo nenda Zanzibar. Una uwezo usifosi, usikope, usiibe. Umeelewa? Mungu hataki. Yaani siku 5 hizi zinatakiwa ni siku za kufunga na kumomba Mungu kuiombea timu yetu. Basi.
Umeona maneno ya upande wa pili, lakini kuna watu wanasema viongozi sasa hivi wamekuwa matapeli, wanatumia njia hizi kama kuwatapeli mashabiki wao. Viongozi kwani walioailisha mechi ni viongozi wa Simba? Waliopeleka mechi Zanzibar ni viongozi wa Simba? Hivi sisi na wao tofauti iko wapi? Mechi ya dabi kwani hela anazo nani? Wanazo wao. Si wanazo wao? Sasa Simba mbona hatuzungumzi na wala hatudai? Sio wamesema wacheze hapo, hela zetu wanazo. Angalia sasa, Simba anakwenda kucheza Zanzibar, mwenye uwezo aende. Sawa? Wao hela wanazo na washaka tiketi na hela wanazo, lakini wanakuambia hatuchezi. Ina maana washakula hela zetu, alafu wanaona uvivu sasa kwenda ni sawa na fundi ujenzi, ameshakula hela, kataka laki moja ajenge ukuta, ni shamba 80, imebakia 20 kuja kufanya kazi, anaona uvivu sasa. Kwa sababu ameshakula hela. Ndio Yanga. Na hii ingekuwa wao sasa hizi ungesikia hatuchezi ngo. Yaani hii scenario ile tukuta sisi. Kama ingelikuwa wao sasa hizi ungesikia hatuchezi ngo, anakuambia tupeleke timu Zanzibar. Lakini Simba ni watu wa mpira. Kafu ndo baba wa mpira. Baba akiamua watoto wangu leo wale nini tunakula, watoto wangu waende sikukuu wapi tunakwenda. Si umeelewa? Kwa sisi hatuwezi tukampingia Kafu kwa sababu sisi tunaijua Kafu. Kwanza mwana Simba unatakiwa ujiulize, uwanja wa Benjamin Mkapa ni uwanja bora, ndio uwanja ambao ulipendekezwa katika mashindano ya African Football League. Na rais wa FIFA alikuja pale, Arsene Wenger alikuja pale, Musepe alikuja pale. Lakini leo unaambiwa mechi pale haichezwi, uwanja haufai. Sasa wewe ustuki, kuna nini hapa? Mungu ameweka nini hapa? Hapa kuna pazia, kuna kitu kinaitwa haibu. Kuna elimu ya haibu, kuna mambo ambayo Mungu anayajua yeye. Mungu sasa hivi anajua bingwa nani, Simba itashinda goli ngapi au itafungwa goli ngapi, ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo yeye ndo kaona kabisa hii mechi isichezwe hapa. Kuna jambo. Na hilo jambo mimi nitakuja kukuambia, utaniletea maiki. Sisi wenye maono tunajua kuna nini. Tutarudi. Si umeelewa? Utanirudishia maiki, nitakwambia bwana, swala nilokuambia lile ambalo lipo, Mungu alosababisha hii mechi iahirishwe ni hili. Pale kuna mikono mingi. Mungu kasema hapana, Simba anatakiwa awe bingwa. Hii mikono hizi usida hivi vijicho vitakuwaje? Wangejaa wengi pale. Mashangingi wangekuja. Sasa ili mashangingi wasiwepo, tupeleke mechi Zanzibar. Toa laki uende ukapeleke uchai wako. Hivi ngoja nikupe mfano, ngoja subiri. Wachawi wengi Vingunguti, Mbagala, Temeke nini Ilala. Sawa? Hivi hapa mtu anatumia shilingi ngapi kwenda uwanja wa Taifa? Na uchawi wake anaenda kaizuru Simba anatumia shilingi ngapi? Kama 500 tu, kama hapa karibu. Hata amna kwa miguu anatembea. Mchawi atatoka Vingunguti, atatoka Pugu, atatoka wapi? Wataitana. Godianga si umemsikia alisemaje? Mwenye kibuyu, mwenye uchawi, mwenye nini, wote tukutane uwanja wa Taifa, Simba asichukue ile kombe. Walianza nusu finali, mechi Mungu akaitoa, akaipeleka wapi? Kapeleka Zanzibar. Tukaenda tukafanya nini? Tumefanikiwa, sio? Mkaenda finali. Na finali ni yao ni hiyo. Yanga yuko tayari kumwona Simba anachukua ile kombe. Usimwone Mungu mjinga kuitoa hii mechi hapa kuipeleka kule. Inawezekana hata viongozi wa Simba hii kadari hawakuipata kichwani, uhai hawakupata. Ndio maana wengine wakawa wanafuatilia hii mechi irudi wapi? Benjamin Mkapa. Lakini Mungu amekataa, hapana nyie. Mechi kachezewa. Hata mfanye nini, Mungu akishapanga mechi Zanzibar, kuna kitu kakiona. Kwa hiyo wachawi wa Vingunguti, wa Gongo la Mboto, wanatoa shilingi ngapi hapa? Wote wangejazana uwanja wa Taifa. Mimi nakupa mfano mechi ya Al-Masry. Wale walikuwa wafe zaidi ya goli 4 au 5. Lakini tumefunga goli 2 tu. Kipindi cha pili goli la kule tulifunga tena. Umeelewa? Kwa hiyo ndio hivyo. Mechi na Joining Galaxy, dakika 5 kamba tukawa na goli hizi. Goli 3. Kipindi cha pili tukapigwa sasa chuma 3. Jamani, ule uwanja sio kwamba eti tukicheza tu pale tayari tumefanikiwa. Ule uwanja una matokeo mengi ya timu ya taifa, matokeo ya Yanga, matokeo ya Simba. Tushapoteza sana kuliko mafanikio. Kwenye makundi hatuna ubaya nao. Lakini mechi za mtoano Simba anapata tabu pale. Mechi zinakuwa ngumu. Timu ya taifa nakumbuka hapa 2000 na something na 8 na 7 na 9. Umeelewa? Timu ya nani Maxime yule Mbrazili. Hatukutakiwa pointi moja tutoe sare tu na Mozambiki twende AFCON. Tulipata hiyo pointi moja pale. Tukaja tukafungwa na Tikotiko pale kama unakumbuka. Ikashindikana. Mechi na nani? Wanani wa Kongo wale. Kule tulitoa sare kama unakumbuka. Pale tunatakiwa tuwafunge wa Kongo pale. Japo goli moja tu. Kwao tumetoa sare, goli alifunga Simon Msuva. Tukaja tukapigwa chuma 3 pale pale. Simba na Joining Galaxy pale.
Sare tu inatakiwa, Simba ende mbele. Tukaja kupigwa chuma 3 pale pale. Simba hii. Simba na TP Mazembe tumecheza pale pale sare. Yanga na MC Adia mwaka jana, mwaka huu. Swali takiwa goli moja tu walilipata. Si uwanja ule Benjamin Mkapa. Sasa hawa Yanga wanaopiga kelele eti mechi imehamishwa, si imetolewa Benjamin Mkapa, inapelekwa Zanzibar. Simba wameshakosa nini? Ubingwa. Wao ubingwa swali chezea pale. USM Adia na Yanga ilichezwa wapi pale finali kama hii ya shirikisho? Si Benjamin Mkapa. Walifungwa ngapi pale? Zote hizi ni kadari. Umeelewa? That's why sometimes I'm just using English. If God arranges something, no anybody can stop it. Si umeelewa? Yani no anybody can stop reggae. Lazima Kibu akacheze reggae Zanzibar. Lazima kieleweke. Si umeelewa? Reggae Kiambwa leo mtacheza reggae, basi mtacheza reggae. Lakini mimi siamini eti kwa sababu mechi imehamishwa wapi? Benjamin Mkapa imepelekwa Zanzibar, basi Simba imeshafanya nini? Imeshapotea. Kitovu cha Simba kipo Zanzibar. Yule mwana Simba asiyejua historia ya Simba. Simba matawi yake nakumbusha tena ni 3. Matawi ya kwanza kuwa established wakati Simba inaanzishwa 36 ni 3. Tawi la kwanza Magomeni 36. Tawi la pili ni Kikwajuni Zanzibar 38. Tawi la 3 44 limeanzishwa wapi? Tanga Mkwakwani, ile coast ya kwetu Mkwakwani, barabara 14. Si umeelewa? Na Simba ilikuwa inapitia kote huko kwenda kufanywa visomo, ndio inarudi inaanza ligi hapa. Misimu yote. Wakikwambia leo bwana dabi hii Tanga tunaitaka timu, Simba inapelekwa Tanga. Ikirudi hapa Yanga anachezea 4-5 kawaida. Yanga anakupa chuma 5, timu inatokea Zanzibar Kikwajuni. Sema viongozi wetu wakaleta usasa, wakawa hii kacho wameiua. Lakini sasa hivi watu tumerudi slogan ya Simba nguvu moja, watu wamekabidhiwa timu yao. Kwa hiyo mimi sina wasiwasi, hakuna mwana Simba ambaye anatakiwa awe na wasiwasi juu ya hili. Tukilikosa kombe waje waniulize mimi hapa Karume. Mimi nipo muda wote. Mkilikosa kombe? Waje waniulize mimi hapa, mimi nitajua nini nijibu. Lakini kombe ni la kwetu. Kwa sababu wote I know Simba iko kwenye mikono salama Zanzibar. Asante JB. Asante sana.